Habari za leo. Kwa mara nyingine tena naenda kuonyesha kitu ambacho kitawasaidia kwenye kazi za kila siku. Na leo naenda kuonyesha jinsi ya kuweza kuupload assignment. Kitu cha kwanza unachotaka kufanya ni kulogin kwa kutumia username yako, maanisha kutumia ile email. Utaenda pale kwenye RHP email, utaklik pale utaweza kulogin moja kwa moja. Ukisha login unakuleta kwenye mfumo kama hapa inakuonyesha. Baada ya kufika hapa, unachotaka kufanya utakuwa kwenye dashboard, unatakiwa sasa uende kwenye my courses. Kwenye my courses itaenda kukuonyesha zile kozi ambazo zinakuhusu, umekuwa assigned. Una click pale. Na hii inaonyesha kwamba unapokuwa unatumia kompyuta yako. Kwa kwenye unapokuwa una upload assignment, ni vizuri ukatumia ile option ya kutumia kompyuta yako ambako utakuwa kama ambavyo mimi nimefanya hapa, nimeconnect internet yangu, umeona kabisa nasema kabisa pale kutoka kwenye simu fadhili internet access, umeona. Baada ya hapo naenda kuangalia ni somo gani ambalo nataka kuupload assignment. Somo husika ni hili hapa. Kwa na click pale. Baada ya kuklik pale naingia kwenye somo husika. Lakini ukumbuke kwamba hapa mimi nimeingia kama mwanafunzi. Umeona? Nimeingia kama mwanafunzi. Kwa hiyo baada ya hapo nashuka chini naenda kutafuta wapi ambako inasomeka assignment. Assignment inasomeka kwenye section hii hapa. Kwa hiyo hii nimeweka tu kama mfano si uhalisia. Kwa hiyo baada ya hapo na click assignment 1. Itafunguka. Baada ya hapo inakupa option kwamba unatakiwa uadi submission, kwamba na hapa inaonyesha kabisa kwamba no submission have been made yet, no not graded, na muda uliobakia, na kama kuna kitu ulifanya modification, na kama kuna comment ambazo zimetolewa na mwalimu wako utakuja kuziona hapa baada ya kutuma assignment. Na hapa nachotakiwa kufanya naenda kukliki add submission. Ukikliki add submission inakuletea sehemu ambako unaweza kufanya admission, yani ukaweza kufanya kuweka file lako husika. Na hapa nakwambia maximum file size hapa ipo, na maximum number of files itakuwa inakuonyesha sana pale itakuonyesha namba 2 au 1, inategemea na mwalimu wako ameelekeza nini. Kwa hiyo hapa mimi sikuweka chochote cha ajabu. Kwa hiyo sikufanya chochote hapa. Lakini vile vile ni types gani ambazo zinatakiwa uweze kuupload kwenye hiyo assignment yako husika. Umeambiwa unaweza kuupload PDF au unaweza kuupload Word. Word katika format gani? .docx. Na kuna ile nyingine .doc, hapa itakubali. Inatakiwa iwe .docx. Baada hapo sasa hapa nakwambia you can drag and drop files here to add them. Sasa hapa kuna wengi walikuja kupiga simu kaniuliza hapo unafanyaje? Mbona nikifanya hivi na kwama? Nikamwambia tumia drag and drop. Lakini cha ajabu hiyo drag and drop hajui. Wakati katika zile function za mouse moja hapo ni hiyo drag and drop. Kwa hapo unatakiwa kuangalia, je, faili lako ambalo unataka kwenda kuupload lipo wapi? Faili langu lipo huku. Kwa naenda kwenye file, naamua kuchagua labda na upload hii hapa. Hii ni PDF file. Umeona pale PDF file. Kwa ninachofanya naweka space kidogo ili niweze ninapokuja drag and drop inaenda kudrag vizuri. Angalia pale. Inakuja imeonekana kabisa kama ina copy na kuna alama ya kama mistari ya kwenye kona hii kama tunaitaga anti lines. Umeona? Tunaachia pale. Ukiachia ile kile kifile kinakuwa uploaded pale. Hapo hujakamilisha. Imekuwa tu uploaded, unataka kuklik nini? Save. Kwa nenda kuklik save pale chini. Baada ya kuklik save, kutokana na speed ya kompyuta yako inaenda kufanya kazi hiyo. Lakini jinsi ambavyo unakuta umeseti, mwalimu anaweza akaseti kwamba baada ya kuupload hapo hujamaliza. Unaweza kuupload lakini ukaedit submission. Kwa hapo unaweza ukaedit submission au ukairemove submission. Lakini kama umehakikisha kwamba kila kitu ambacho nimekiandaa kama mwanafunzi kiko salama, na unaweza kilichobaki tu ni kusubmit. Kwa unatakiwa uje kuklik hapa submit assignment. Na hapa kwenye submission status inaonyesha tu pone draft not submitted. Kwa lazima uklik hapa submit assignment ndio itakamilika. Na hapa inakuonyesha kabisa file ambayo umetaka submit hizi hapa. Na tarehe ambayo umeupload hii hapa. Na kuna comment hapa, sasa hivi hamna comment. Na muda ambao siku ambao umefanya jambo ni nini, hii hapa. Kwa hiyo kilichobaki ni kuklik tu hapa submit assignment. Kwa hiyo na click pale submit assignment. Nikiklik submit assignment hapa inakuambia sasa hivi kweli uko sahihi kwamba unataka kusubmit. Kama uko sahihi kila kitu kiko sawa, kwa hiyo hiki ndio kitakachoenda kwa nini? Kwa marked au kwa graded na mwalimu wako. Kwa hiyo kilichobaki ni kuklik tu continue kwamba bwana nimetaka kuupload assignment yangu, ni kweli niko tayari kwa ajili ya max. Kwa hiyo kufanya hivi utaruhusiwa tena kufanya changes kama unataka kufanya changes. Kwa baada hapo na click continue.
Ukiklik continue inaenda kufunguka. Umeona? Kwa hiyo inafanya zile process ambazo zinatakiwa zifanyike pale. Umeona? Kwa hapa inaenda kusubmit. Basi, kwa hapa mpaka moja kwa moja nakwambia document yako imekuwa submitted. Status inasemaje? Submitted for grading. Grading status, mwalimu bado hajafanya grading yote. Time remaining inakuonyesha kwamba umesubmit, iko rangi ya kijani. Kwa hiyo kama umesubmit late, lakini kama mwalimu ameruhusu submit late, itakuonyesha hapo umesubmit late, itakuwa nyekundu. Lakini hapa inaonekana file imekuwa submitted, inaitwa online Gantt chart, hiyo Gantt number hizo, umeona, na ni PDF file limekuwa submitted. Angalia sasa kwamba tulisubmit na dakika 43, lakini dakika moja baadaye tukafanya final submission, na umeona kabisa kwamba kila kitu kimeenda sawa. Kwa hivi ndio namna ambayo unatakiwa ufanye submission ya assignment yako, na ukitumia kompyuta inakuwa bora zaidi, kwa sababu kuna baadhi ya restriction ambazo umeona kama hapa ukitumia kompyuta zinakuwa hazipo, na vile vile unakuwa unaona kazi yako vizuri zaidi ukiwa unatumia kompyuta. Na mpaka kufikia hapo niseme nimekamilisha kwenye hii swala la kusubmit assignment. Asanteni sana, tusubiri tena kama kutoka kuna presentation nyingine au chochote, basi ninaweza ngashia na nyie. Niwatakie Christmas njema na